ulitaka mimi nifanye nini? Mimi Diana, mimi nataka kukuambia kitu tu. Wewe kamwambie mimi sipendi na staki kabisa. Kwa sababu sawa mimi sina uwezo na sina chochote, lakini mapenzi hapa chini ya uwezo wangu. Na ndio maana nikamfuata Tekla nikamtongoza na nampenda vile vile. Na siku nikiwaona lolote linaweza kutokea. Kuhusu swala la kumuelekeza, kakangu mimi ni mtata. Yaani ni mtata, ni mkorofi haswa. Sasa wewe unaonaje ukamfuata? Yule ni mwanaume mwenzio. Huenda anafanya hayo yote akiwa hatambui kwamba Tekla ni mchumba wa mtu au mpenzi wa mtu. Umeelewa? Ukakaa naye chini ukamuelekeza, bwana, huyu ni mtu wangu. Anaweza akakuelewa. Diana, ujue mimi naenda kwa hatua. Hii ni kama hatua ya kwanza tu. Ila asipotekeleza hili, basi mimi nitafuata mwenyewe. Kwa sababu kwa sasa hivi nilipo mimi na hasira na nina uchungu na mpenzi wangu. Kwa hiyo nikitoka hapa nikienda kwake, labda kwa wakati mwingine naweza nikamuumiza au tukaumizana kabisa. Kwa sababu inaniuma. Kwa nini nafanya vitu kama hivyo bwana? Sawa. Basi ya kwanza ushushe pressure. Mimi nitamfuata kama ulivyoniambia, nitaenda nitamuelekeza. Nikishamuelekeza then nitakuja kukupa mrejesho. Kama atakuwa bado hajaelewa, itabidi wewe umfuate kiume. Ila nenda kamwambie msitize kabisa. Mwambie nimemind vibaya na nipo tayari kufanya lolote. Sawa? Na umesema kwamba yeye ni mkorofi. Mwambie si wenyewe ni wakorofi zaidi yake. Sema kuna wakati mwingine unaacha, unaona ukorofi huo hauna maana, unaangalia maisha. Muelekeze basi. Basi sawa. Mimi nitajaribu kumuelekeza. Lakini ikishindikana hivyo itabidi sasa uende ukamuelekeze mwenyewe kama ni mtu ambaye anakuchukulia mpenzi wako. Anaweza akakuelewa. Kwa mimi usijali. Mimi nitaenda, nitamuelekeza. Nikishamuelekeza nitakuja kukupa mrejesho. Poa basi kamuelekeze. Haya poa. Poa. Pole. Ndugu yangu. Hatari. Mwanangu. Ndio mama mdogo. Kuna jambo nataka nikuelekeze. Mama mdogo. Mbona unanitisha sana? Hau baba kafuaka? Hapana. Sasa tatizo nini mama mdogo? Mbona unanitisha? Shangazi yako amekuja kunilalamikia. Shangazi tena. Nini tena he? Shangazi yako amenilalamikia kwamba wewe umemtukana, umemjibu vibaya, umesema kwamba yeye anakula sana, ananenepa ovyo, anamaliza chakula chenu. Tabia sio nzuri mwanangu. Shangazi yako amekasirika, akachukia sana, maneno yale yameniumiza. Sema mdogo. Kwa shangazi akakuongopea. Mimi maneno makubwa yote nimeongelea saa ngapi? Mimi nimeongea taratibu tu. Na mimi nimeongea kama mtani wangu. Ina maana mimi si mtani kweli shangazi? Mama mdogo kweli? Kwa mambo aliyonielekeza sio mazuri mwanangu. Maneno yale na tabia hiyo kama umefanya sio vizuri, na ujirekebishe mwanangu, kwa sababu maneno yale ulipokuwa unaongea yule ni mtu mzima, lazima ajisikie vibaya. Ni kweli mama mdogo. Ila mimi nilimtania tu. Shangazi mbona maneno mengine kaongeza chumvi? Ina maana mimi nimeweka mipaka kuongea na shangazi yangu? Shangazi si baba. Hata kama ulikuwa unaongea ukweli, lakini kwa kupitia njia ile sio vizuri mwanangu. Maneno yale yanakuwa kama unafikisha ujumbe, unashindwa kumwambia, unaamua kufikisha ujumbe kwa maneno kama hayo. Pia tena mwanangu. Basi mama mdogo, mimi nimekuelewa sana. Na kuahidi mama mdogo, sitaweza kurudia tena kumjibu vibaya. Mimi nilifanya kama utani tu, lakini kumbe akachukulia serious. Sitaweza kurudia mama mdogo. Mwanangu, nimepata malalamiko. Una siku kama vile hujaenda hospitali kumuona baba yako. Ni kweli mama mdogo. Ila siku mbili hizi mama mdogo mweza kunajisikia vibaya kweli. Yaani kila nikitaka kutoka, napenda kwenda kumuona baba yangu, lakini ndio hivyo nashindwa. Homa. Ila ndajitahidi mama mdogo. Nitaenda leo jioni. Sawa mwanangu, jitahidi. Yule ni baba yako. Sawa. Wewe nikaangalia mpira mama mdogo. Sasa baadaye bana, kwa chakula kiwe kingi bana, leo nampigia kidogo wewe mama mdogo.
Wewe kuacha kidogo. Haya mwanangu, nakumbuke kwenda kwa hospitali. Haya mashida mamdogo. Haya. Kaka, kumbe upo huko. Nipo huko wewe. Vipi? Niambie. Safi. Nataka tuongee jambo. Jambo gani tende dadangu? Kila siku wewe uishi majambo. Nini tena? Unampia gani tena leo? Siishi majambo ni kwa sababu yako. Nakusikiliza. Haya, kitu chenyewe. Nilipokuwa natoka sokoni narudi nyumbani, njiani nimekutana na mchumbake Tekla. Semaje? Mchumbake Tekla akaniambia hivi, uachane na mpenzi wake. Wewe ndio unayeharibu mahusiano ya mwenzio. Wasemaje wewe? Wewe lakini kwa hiyo unaniona mimi chizi. Wasemaje wewe? Hivyo Diana, hiyo ruksa yako ya kunifuatilia mimi kwenye mambo yangu amekupa nani? Hai niambie, nani amekupa ruksa kunifuatilia mimi? Mimi sikufuatilii. Unaona neno mimi nakufuatilia, mimi sikufuatilii. Lakini yule mkaka akasema uachane na mchumba wake. Kwa ajili gani umfuatifate mchumba wake? Tena yule sio mchumba wake, ni mke wake mtarajiwa. Sijui unaelewa kaka? Utakuja kuuawa. Maana tu pale nilipomuona alikuwa ameshika kisu. Sijui unaelewa? Wasemaje wewe? Na tena nilipomkuta alikuwa ameshika kisu. Ana jazba. Umeelewa? Kasema sasa usipoelewa hichi ninachokuambia atakuja na hatua nyingine. Sasa hatua nyingine, shika adabu yako wewe. Unaniambia kuchoma visu mimi? Wewe akili wewe? Diana, hebu nisikize kwa umakini. Kumbuka mimi ni kaka yako. Kama kaka yako mimi unahitaji heshima unipe. Unipatie heshima yangu. Lakini wewe si unakurupuka tu unatoka zako ndani, unakuja hapa mimi nimetulia, unaelekeza habari zako zisizoeleweka. Au yule jamaa yule alikuwa anakupenda. Ila anashindwa tu kukwambia, anatumia dia hiyo kukwambia kama mimi nafuata wewe. Kweli? Hivi kakaangu una matatizo gani? Yaani unaelekezwa hichi, unaleta hichi. Na kuelekeza kuhusu mtoto wa watu unayemfuatilia ni mke wa mtu. Unaniambia habari za mapenzi kweli? Nisikize mdogo wangu. Sasa hivi umeanza kuchoka. Kumbuka mimi ni kaka yako. Nahitaji unipe heshima. Kwa nini unashindwa kuniheshimu japo chimbe kidogo tu? Mimi mbona nakuheshimu dadangu? Maneno gani unaniongelea? Nimetulia zangu hapa napunga upepo. Wewe unaniongelea mambo yako hesieleweka. Kwa nini? Umeelekeza yule mwanamume wako. Kama kweli nakupenda wewe kwa dhati, basi aje tu. Mimi sina shaka. Mimi sina shaka kabisa. Nakuozesha kwa sababu dini yetu inaruhusu. Mimi nakuozesha tu mdogo wangu. Usiniletee mimi mpamilila zako zisizoeleweka. Mabi haja hapa. Unataka kifo eh? Sio kifo. Mimi nakuelekeza ukweli. Tena nakuelekeza ukweli. Iwe mwanzo na mwisho unifuatilia mimi kwenye mambo yangu. Sasa nimekwambia hivi kaka, yule mwanamke ni mwanamke wa mtu. Kama umeelewa lichukue, kama unajifanya hamnazo, utajua mwenyewe mwanakulitafuta, mwanakulipata. Sasa nakwambia hivi, kuwa na heshima kwa kaka yako. Toka! Yatayo kukuta, utajua mwenyewe mwanakulitafuta, mwanakulipata. Toka bwana wewe, malage wewe. Wewe kaka yako kabisa unanifuatilia kwenye mambo yangu. Mimi mbona mambo yako siyafuatilii? Au ina maana mimi sikuheshimu wewe? Watoto sasa hivi wana, mimi nashindwa kuelewa kabisa. Yaani nifuatilia mimi tu. Ila sawa. Alafu Tekla ananiambia anipenda mimi, kumbe ana mpenzi wake. Hilo swala mimi sitaweza kukubali. Lazima nitalifuatilia mpaka nijue wapi mwisho wake. Diana mwanangu, nimepita tu mara moja, nitaka niongee na wewe mawili matatu kuhusu wewe na kaka yako. Mkae mheshimiane na pia mheshimu shangazi yenu. Usio mdogo, ondoa shaka. Mimi hapa shangazi naishi naye vizuri tu. Na hata yeye mwenyewe ukimuuliza hilo anakuambia kabisa mimi sina shida. Ila tatizo liko kwa manywele. Yaani yule kaka Mungu tu mwenyewe anajua. Yaani hapa ndani ni kuchezea makofi, ni vipigo, shangazi kutukana anatukana, hata elewi. Ukimshauri jambo na wewe ndio utachezea makofi, huyo mwenyewe anaondoka zake. Basi sawa.
nitaenda kuongea na dada pia, nitamwelekeza. Pia tumuite Manywele tukae naye chini tumwelekeze. Pia mkae vizuri, mheshimiane na pia mheshimu shangazi yenu. Mkifanya hivyo ni jambo jema. Ila sijui kama ataelewa. Ataelewa. Tutajaribu kukaa naye chini pia tutamsii taratibu. Na ilikuwa kwanza kakako. Hata sijui alipo. Kasema nisimfuatilie. Kwa hapa alipoondoka katoka zake tu huko. Ghafla kaondoka zake. Mimi nimeshinda hata kumuuliza. Maana nikimuuliza mtachezea mabanda hayo. Niko umebonye mazao kimya tu. Haya, tutakaa naye chini tutamwelekeza pia na yeye. Mimi nilikuwa napita tu mara moja nikaona ni vyema nikae chini na wewe nikuelekeze mawili matatu. Sawa mdogo. Ila mimi najiulizana. Unapofika kuta wapi? Mbona baba yupo hivyo? Itakuwa kwenye familia yenu. Itakuwa kwenye familia ya babake huko. Hebu tujaribu kumuuliza vizuri. Muulize vizuri shangazi yako. Labda anaweza kukaa kuna mmoja wapo kwenye familia yenu mkorofi. Ila kwetu sisi hakuna. Haya sawa mdogo. Haya nikuache mwanangu, yake nilikuwa nataka nitoke. Tunaenda tena. Naenda kutembea. Sasa unajua tuna kidogo mgeni hapa. Haya sasa unaenda nani? Naenda tu peke yangu. Ukipotea? Hamna. Haya. Diana mwanangu. Ndio shangazi. Hivi nikuulize kitu mwanangu. Hivi na kakako Manywele mnaenda sawa kweli hapa, mnaishi vizuri kabisa? Tunaishi vizuri tu shangazi. Au unanificha kitu mwanangu? Kuwa muwazi, mimi ni baba yako ujue. Unamaanishaje shangazi? Hapana. Yaani kuna vitabia toka nifike hapa nimeviona kwa kakako kuna vitabia fulani sio vizuri. Niweke tu wazi, kinaendelea nini hapa? Shangazi huyo ndo kakaangu. Tumzoee tu. Yaani hapa nyumbani kuna issue ya ulisi. Kwa hiyo issue ya ulisi ndo inayoleta tabu humo ndani. Yaani baba amekazania kunipa mimi ulisi badala ya kakaangu. Sasa kakaangu iko kitu ndo hakipendi, akihitaji. Yaani humo ndani kumekuwa vita. Yaani kama ndo vita tupo Ukraine shangazi yangu. Sasa tatizo hapo linakujaje mwanangu? Kwa hiyo ulivyoambiwa habari ya kupewa ulisi wewe ukamjibu nini baba yako?